Hello everyone, it's PMA TV here. Na leo tuko Tuluid Gardens kwa Honorable Susan Chesina. Tunamtembelea tuone what she does beside the politics. Karibu sana Mheshimiwa the show. Asante. Okay. Thank you so much. Mnakaribishwa sana, karibuni. Asante. Tumetembea, mmejionea ile vitu kidogo kidogo ambayo tunafanya hapa kwa shamba. Mimi besides kuwa mwanasiasa, pia ni mkulima. Nilianza safari yangu ya ukulima hapo awali kidogo, miaka 20 na zaidi. Na nilianza kwa ukulima kidogo kidogo. Sikuanza nilianza tu kama mkulima mdogo. Na nikaendelea polepole mpaka wakati huu sasa naweza sema mimi ni mkulima si mdogo sana. Sasa mimi ni mkulima mkubwa. Nilianza na kulima awali hapo nilikuwa mwalimu. Na nilipokuwa mwalimu ndio nilianza kujifunza mambo ya ukulima kwa sababu nilikuwa nafanya kazi huko Kerio Valley. Mahali ambapo panaitwa Barwesa Ward. Na nikiwa huko kama mwalimu nilikuwa nalima kila season, nilikuwa nalima mahindi na pamoja na pamba, cotton. So ukulima nilifurahia sana, I'm very passionate. Mimi ni mtu ambaye napenda sana ukulima kwa roho yangu yote. So nilipopiga transfer, nikatoka pale, nikapata sehemu nzuri ambapo naweza kupanda mahindi. Nikajenga greenhouses. Nimekuwa na greenhouses kama hizo ngapi, kama 5, 6 hapo. Kwa hizo greenhouses nikaanza kupanda nyanya, nikapanda kitunguu, nikapanda hoho, nikapanda cucumber, nikapanda vitu mingi sana kwa greenhouse. Na nikaona ilifanya vizuri, nikafurahia sana. Nikaendelea pia kupanda, niko na garden kubwa ya vegetables, horticulture. Ninapanda variety mingi ya mboga, variety ya zaidi ya 20. Napanda cabbage, spinach, sukuma, hizo ni za kawaida. Alafu tuko na mboga nyingi, kama ingine inaitwa mito, watu wengine hawajui, inaitwa kunde. Tuko na gourgets, tuko na cucumber, tuko na red, yellow na green cucumber. Tunapanda lettuce, tunapanda beetroots, tunapanda carrots, tunapanda variety ya mboga ya zaidi ya 20 hapa kwa shamba saga. Tunapanda managu, tunapanda terere, tunapanda vitu mingi ambapo tunauzia watu wale ambao wanauza kwa supermarket, tunapeleka kwa supermarket. Sisi ndio tuna supply supermarkets mingi hapa. Na pia wamama ambao wanauza reja huwa wanakuja kununua hapa, tunauzia kwa bei ya jumla ya wholesale. Na wao pia wanaweza kwenda kuuza na kupata faida zao. So nimeanza hiyo ukulima kwa hiyo muda ya miaka 20 na nimekuwa nikifanya ukulima kila mwaka. Mabadiliko inakuja, tunaandamana naye hivyo. Awali kile tulikuwa tunapanda vitu nje, tukajenga greenhouse, tukaimprove, mimea ikakuwa smart, ikakuwa maridadi. Kwa sababu kwa greenhouse hakuna wadudu wengi ambao wanaingia kule ndani. Kwa hivyo hata control ya dawa, natumia dawa kidogo. Kwa hivyo vitu ambavyo vinatoka kwa greenhouse ni safi kwa sababu hakuna wadudu wengi, maana kila mahali imefunikwa. So kama ni nyanya inatoka ikiwa clean, ikiwa smart. Na vile ambavyo watu wanasema kwamba greenhouse iko na madawa mingi, haina dawa mingi kwa sababu haina wadudu wengi. Mara nyingine tena ile kitu nimefurahia kwa ukulima ya mboga ni kwamba wale watu ambao wanaishi hapa karibu wote wanakuja hapa kununua mboga. Tunafurahia kwa sababu tunaona kama tunalisha watu, tunalisha majirani, hata tunalisha wale watu wengi ambao wako kwa town kutumia hizi greenhouse zetu, hata kama ni chache, lakini tunapata manufaa na faida kubwa. Labda Mheshimiwa, kabla hujaendelea, wakati ulianza hiyo ukulima, ulikuwa unalima kama
matumizi ya nyumbani ama ulikuwa na lengo ya kufanya kama biashara? Kwa siku chache sana, labda kama mwaka moja tu, ndio nililima kama matumishi ya nyumbani. Nilipolima nikakuta ile mimea ambayo ilimea ikawa ni mingi sana, hatungeweza kumaliza, ikabidi tuuze. So kutoka hapo nikasema, kumbe iko na pesa, kumbe naweza fanya kama biashara. Nikaanza kupanda sasa kwa wingi, nikitarajia yetu ya kukula ambayo ni kidogo sana, na mingi ni ambayo tunapeana. Wakati mwingi tulikuwa tuna supply hizi mashule za hapa karibu kwa chakula kama Kabarak. Tulikuwa tuna supply Nakuru High School. Tulikuwa tuna supply hii shule inaitwa Morop Girls. Tumesupply Mogotio. Tumesupply ma day schools ambazo ziko hapa kama Masinjeri, kama Kiamunyi High School. Tumekuwa tukisupply hizo mashule na mboga. So nikaona kumbe hii kazi ni kazi mzuri, nisipande yangu ya kukula peke yake, lakini pia nipande kwa wingi, nifanye kama biashara. Supermarket za Nakuru zote zinachukua vitu zao kutoka hapa. Tunapeleka Gladys. Gladys is our main customer wenye wananunua kila kitu kwetu. Tuna supply Walmart, tuna supply Naivas pia, na supermarket mingi na soko. Hiyo soko ya mawe, soko ya kawaida, tuna supply vitu zao nyingi wanatoa hapa. Kila siku tuko na pika hapo nje, tunaweka mboga, tunaweka viazi, inaenda kwa market, inaenda Kabiamoto, inaenda Mogotio, inaenda paka huko Emini, inapeleka mboga, inapeleka chakula kuuzia watu. Kufikia jioni wanakuwa wamemaliza kuuza kila kitu, tena wanarudi wanakuja kukata zingine, the following day wanapeleka. So we are happy, we are feeding people across counties. We feed nearly 2 counties with our products yenye tunapanda hapa kwa shamba. Kitu kingine ambayo inanifurahisha mimi ni kwamba wale watu ambao nimepatia kazi, tumeandika kazi kama Tulwet Gardens. Tuko na watu zaidi ya 20 ambao wanafanya kazi hapa. Kuna hawa sasa kama hawa driver wenye wanapeleka hizo mboga. Kuna driver wa kulete maji, wakati ule hatuna maji inatubidi tutumie, tuko na lori hapa ya maji. Inabidi tuende tulete maji, tukuje tunyunyishie zile mimea ambazo tunaona haiwezi kustahimili ukame. Tuko na wale watu ambao wanapanda hizo mboga. Tuko na watu wengi ambao tumepatia kazi. Na hiyo ndio furaha yangu sana, kwa sababu ninajua kwamba hiyo jamii 20 inaweza kupata chakula, wanapata mavazi na wanapata karo ya shule kutoka kwa hii shamba yetu ambayo tunapanda mboga. So ninafurahia sana kuona kwamba tumeweza pia kuleta watu wengine on board ndio tuweze kufanya kazi na wao. Ingine tena ni kwamba watu hii shamba yetu ni kama benchmarking. Wageni wakitoka sehemu mbalimbali huwa hata